Maisha yangu nakula kwa kusuka hiyo mirago, bila kukata hiyo mirago siri. Kuna wakati mwingine tunakutana na mamba kama huyo Binsakuzi aliwahi kushika na mamba. Umri wao ni mkubwa, lakini bado hulazimika kuingia kwenye kina kirefu cha ziwa Tanganyika kila siku kukata majani ya mirago na malagolago ili kujipatia kipato. Hiyo ni simulizi ya Bibi Sakuzi mwenye umri wa miaka 70 na Bi Salma Basihi mwenye umri wa miaka 80, ambao kwa pamoja wanasema umaskini na ukosefu wa mtaji umewalazimu kufanya kazi hiyo licha ya hatari ya kushambuliwa na mamba. Mungu ndiye alijua tu kushona mishipa. Walikuwa wakinitibu, mishipa inajivuta inarudi, wanairudisha kwa ndani. Yaani hapa nafika nauza, nipata hako kahera na suka mlago kwanza, na mlago ni 3,000. Nikisuka huo mlago sasa hivi mlago mmoja naweza kusuka siku 3. Nauza hiyo. Akizungumza nasi, Bi Sakuzi amesema alianza kazi hiyo akiwa na umri wa miaka 25 na hadi sasa kazi hiyo ndiyo tegemeo kuu la familia yake. Kazi yangu nimeianza bado na miaka 25. Sasa hivi na miaka 70. Yaani ilichosababisha haya majani tuendelee kukata sababu ya shida. Hatuna mtaji. Hatuna hela ya kujikwamua. Tuliona kuliko kutembea mjini tunazunguka tunaomba mara maaskari unakuta wanawakimbiza wanakimbia. Kaona hapana, ngoja sisi tufie humu. Tunaingia kwenye maji ya kifuani. Hujui mna nini mle. Kuna wakati wengine wanakutana na nyoka. Naye Bi Salma amesema changamoto kubwa iliyompata ni kubomolewa nyumba yake, hali inayomlazimu kuishi kwenye nyumba ya kupanga huku akiendelea kuwahudumia na kuwasomesha watoto. Bi Salma pia alituongoza hadi ofisini kwake eneo la pembezoni mwa ziwa Tanganyika, ambapo anasema aliwahi kushambuliwa na mamba katika eneo hilo. Wawili hao kwa pamoja wamewaomba Watanzania wenye moyo wa huruma kuwasaidia ili wapate mtaji wa kuanzisha shughuli nyingine salama za kujipatia kipato. Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kanyuka Jonas. Kisa shida niliipata muda mrefu. Marehemu mume wangu alifariki. Aliugua ugonjwa kingali bado watoto wangu wanalingana kama huyo. Huyo mtoto wangu alikuwa bado hajaingia darasa la kwanza. Nikamsomesha mimi mwenyewe. Mwanamume yuko ndani anaumwa mshipa na kifua. Kapelekwa hospitali, hakupona, kikarudi kile kifua na mshipa. Nimemuuguza nikamuuguza, nilikuwa nasomesha na huyo mtoto mpaka amekuja kufariki. Huyo mtoto wangu ameshazaa huyo mtoto. Na mimi nikabaki natafuta, alifariki nimeshatafuta huo uwanja wamenibomolea. Na uwanja mwanamume alikuwa amekaa kwake, lakini alikuwa amezaa watoto wengi kwenye manyumba yangine. Ndio maana pale nikatolewa, mimi ndio nilikuwa mke wa mwisho, nikatolewa. Na wale watoto wa marehemu mume wangu wakauza uwanja wao wa baba yao. Nifanye nini? Sina la kufanya mimi. Tulienda mpaka kwa mwanasheria Kigoma. Tulienda, nililiwa niko nakata malagolago ya mwenye maji ya kufika shingoni. Rafiki yangu ndio alichoma kisu kwa chini. Alivyochoma kisu kama likigusi, maji yameshanifika huko. Ndio kikaona kuniachia. Nikamwambia nishike mkono, kisha kata mishipa ya vidole vya miguu. Tukakata ile suruali tunavaa, kapasua, kanifunga mguu, akanikogota. Kaza mpaka Forozani. Maana hicho kipindi tulikuwa tunakatia upande wa huku Forozani. Kanibeba kwenye gari, wakanipeleka Maweni. Maweni nilikaa mwezi na siku 15. Na marehemu mume wangu alikuwa anaumwa, wakaniambia walinipa zoezi kama leo, katoke nje utembee, na mume wako ameshakwenda kukuletea chakula na yeye anaumwa. Jioni ndio wakanipa ruhusa. Nenda nyumbani na mume wako. Unatibiwa pale pale. Nikaja nyumbani, mganga kakana kuja kunitibu pale pale.
Huu mguu niliugua miezi 8. Baba mmoja kakaa na kata Maragorago, anakuja kuniuzia, chukua bado anauza 2000, ananiletea mzigo na nunulia papa nyumbani. Kwa siku moja na nisaidia na nipa bure. Nasuka niko naenda hivi, niko nasuka hapo. Nasuka. Natuma huyo mtoto wangu mwenyewe jioni, namwambia peleka kwa noti. Anapeleka kwa noti. Wenye kumjua wanasema huyu ni mtoto wa yule mama, Lili wana mamba, mumuuzie, hajui kuuza, wanamuuzia. Ndio anakuja na hela, wanamnunulia mboga ka ugali, ndio anakuja. Kama akupata wa kumjua, ule murago saa moja jua linatua tu na yeye anabeba murago wake anarudisha nyumbani.